Unaufahamu vyema mpira wa Afrika kwa hivi sasa, mpira ambao umejaa drama, mpira ambao umejaa historia nyingi za kufikirika. Kuna miaka tayari umekwisha kutokea ugomvi kwenye fainali ya Afrika, kwenye fainali ya AFCON. Fainali ambayo Guinea Bissau alikutana na Morocco vile kama ambavyo Morocco alikutana na Senegal mwaka 2025 pale katika jiji la Rabat, Morocco. Vile ugomvi ulitokea baada ya Morocco kutoka uwanjani katika kipindi cha kwanza cha mchezo, kama ambavyo Senegal alitoka katika fainali dhidi ya Morocco. Umekwishawahi kujiuliza ni kwa sababu gani kombe lilipelekwa Morocco na si kupelekwa Guinea Bissau? Hatua hii inatupa swali kidogo, lakini maamuzi ya bodi ya rufaa ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika haijadharaulika kabisa. Unatambua ya kwamba Peter Motsepe, rais wa shirikisho la soka Afrika, amesema ya kwamba uchunguzi ufanyike katika shirikisho hilo la mpira wa miguu Afrika kama huenda kutakuwa kuna aina yoyote ya rushwa ambayo imetumika kutoa maamuzi ambayo imeifanya Morocco kupewa ubingwa wa mizani. Kiukweli si rahisi kabisa timu ambayo imeshakushawahi kupewa ubingwa kunyang'anywa tena na kurudishwa kwa timu ambayo haikushinda ubingwa huo, hata kama kuna kifungu kimeshakwisha kuvunjwa katika mchezo huo ambao umekushawahi kuchezwa. Ni kwamba kwa sasa taarifa ambayo ni rasmi ni kwamba rais wa shirikisho la mpira wa miguu Afrika Peter Motsepe amesema ya kwamba uchunguzi ufanyike kama huenda kutakuwa kuna vitendo vya rushwa ambavyo vimetumika kutoa maamuzi kwa bodi ya rufaa ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika. Msikilizaji, unadhani ya kwamba maamuzi ambayo yanatolewa na bodi ya rufaa ya shirikisho la mpira wa miguu Afrika ama maamuzi ambayo yanatolewa na rais wa shirikisho la soka Afrika Peter Motsepe, yapi yanapaswa kutiliwa maanani? Na je, hii huenda ikawa inashusha credibility ya soka la Afrika? Jina langu ni Lisante Mwanga. Usisahau kulike, kusubscribe, kushare na kucomment. Usisahau kupitia kwenye peji hii, sehemu ambapo unaweza ukapata madini ya soka, sehemu ambapo mpira unaishi. Kona michezo ni sawa na furaha daima.